Sikiliza, ndoto haitafikiwa kwa kasi. Inahitaji moyo usiokata tamaa. Mtazame Kobe, si mwepesi wala si mwenye nguvu za mbio, lakini kila hatua yake inaenda mbele. Haangalii umbali, bali anaangalia mwelekeo. Wengine watakuambia, wengine watakucheka, wengine watakuacha nyuma, lakini kama Kobe, kamwe usisimame, kwa sababu safari yako si mashindano ya mbio, bali ni ushindi wa uvumilivu na kutokukata tamaa. Hivyo, endelea hata kama hatua ni ndogo. Endelea hata kama hakuna anayekuona, na endelea hata kama maumivu yanakuambia urudi nyuma. Siku moja utakapofika, wasioamini watasema ulikuwa na bahati, na wewe utatabasamu kwa sababu wewe unajua haikuwa bahati, bali hatua moja kubwa zaidi. Karibu kwenye Dreamers Voice, mahali ambapo ndoto zinapewa pumzi na mawazo madogo yanageuka kuwa nuru inayoiangaza kesho. Leo hii tunazungumza jambo moja muhimu sana: ndoto inavyoweza kuibadili dunia. Kila mageuzi makubwa tunayoyaona, kila teknolojia tunayoitumia leo, na kila urahisi wa maisha tunaopitia hivi sasa ulianza na mtu mmoja tu aliyethubutu kufikiri. Leo tunamwangazia mmoja wao, mwanaume aliyekuwa hana cheo kikubwa wala elimu ya juu ya kuvutia, lakini alikuwa na kitu kimoja ambacho dunia nzima ilikihitaji: ndoto. Roland Moreno, mwanafizikia na mvumbuzi kutoka Ufaransa aliyezaliwa mwaka 1945. Hapo awali maisha yake hayakuwa rahisi. Alikabiliana na changamoto nyingi, lakini akili yake yenye mwanga wa uvumbuzi haikuwahi kutulia. Ndoto yake ilikuwa kuunda chombo kidogo chenye nguvu kubwa. Moreno hakufanikiwa mara moja. Mara kadhaa alijaribu, akashindwa. Watu wa karibu walimwambia kwamba hili haliwezekani, lakini kila kushindwa kwake hakukumwacha chini. Badala yake kulimfundisha na kumpa hekima na kumkarabati kuwa imara zaidi. Kila changamoto ni darasa, kila kizuizi ni mwongozo wa uvumbuzi. Ronald Moreno alizaliwa tarehe 11 Juni 1945 huko Cairo, Misri, katika familia ya Kiyahudi. Jina lake la kifamilia hapo awali lilifahamika kama Bahabout. Wakati akiwa mtoto, familia yake ilihamia Ufaransa na pia walibadili jina na kuwa Moreno. Alisoma shule za msingi na sekondari huko jijini Paris, lakini baadaye aliamua kuacha masomo, akataka kujitengenezea ufahamu wake yeye mwenyewe. Baada ya kuacha shule, Moreno hakukaa bila shughuli, bali alipata kazi mbalimbali. Alifanya kama mchapishaji wa magazeti. Pia alitumika kama mhariri wa jarida la sayansi la chini Articus kati ya mwaka 1970 na 1972. Hata hivyo, moyo wake wa uvumbuzi ulikuwa. Moreno alikuwa na hamu ya kujaribu vitu vipya, akiwa mwenye mawazo tofauti, akijaribu kuunda mashine ndogo na vifaa vya kielektroniki, hata kama wengi hawakuelewa wazo lake. Moja ya sababu za kuvutia katika historia ya Moreno, alihamasika zaidi katika kubuni na kuendeleza ndoto yake hii baada ya kusoma kitabu cha mwandishi mashuhuri Rin Barjuvert, jina la Kifaransa la Nuit Destin, ama kwa lugha ya Kiingereza Night of Time, riwaya iliyozungumzia pete ya ajabu ambayo ina kodi maalum. Hivyo, kutokana na wazo hili, baada ya Moreno kulisoma, yeye alikuja na wazo lake akiliita Smart Thing. Ndoto yake ilipitia dharau, kebehi, mashaka na kushindwa mara nyingi, lakini leo imekuja kuwa uti wa mgongo wa benki, simu, usalama na maisha yetu ya kila siku. Mimi ni Tasha Lioness na hii ni Dreamers Voice, mahali ambapo tunageuza maumivu kuwa nguvu na ndoto kuwa safari. Hadi wakati mwingine, usisahau, ndoto hazikimbizwi, bali zinafuatwa.